Wahenga walisema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Katika ardhi ya Iringa palipojaa historia na mshikamano, sauti za matumaini zilipaa angani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin. Ilikuwa si hafla ya kawaida, bali ni mkusanyiko wa mioyo iliyounganishwa kwa lengo moja la kujenga, kuhudumia na kuacha alama isiyofutika. Jumuiya ya Tabia za Kiislamu JAI mkoa wa Iringa iliitisha harambee ya ujenzi wa ofisi yake, ofisi itakayokuwa zaidi ya jengo, itakayokuwa kitovu cha huruma, msaada na mwanga kwa wahitaji. Wahenga pia husema kidole kimoja hakivunji chawa. Katika sekta ya afya, JAI imekuwa mkono wa pili wa serikali. Kupitia kampeni za uchangiaji wa damu kwa hiari, imeokoa maisha ya wengi, watoto, akina mama, wazee na vijana. Akizungumza katika hafla hiyo, mganga mkuu wa mkoa wa Iringa, Dr. Sylvia Mamkwe, hakusita kuwamwagia sifa taasisi ya JAI. Ndugu zangu, damu haitoshi bado, kwa sababu damu inahitajika, kwa sababu dharura hazitegemei. Kwa hiyo nashukuru sana JAI kwa kutoa damu, na kitaifa watu wote wanajua JAI mchango wenu unatambulika, kuanzia damu salama mpaka wizarani mpaka hapa kwetu. Tunajua mkoa wa Iringa kwa kweli niseme hatuna shida ya damu, hatuna shida kubwa ya damu, na hatuna shida kubwa kwa sababu tuna JAI. Kwa hiyo JAI imekuwa mchango mkubwa sana kwenye utoaji damu. Tunashukuru. Dr. Mamkwe ametumia fursa hiyo pia kusisitiza umuhimu wa kuunga mkono sera ya bima ya afya kwa wote, kwa sababu afya ni mtaji wa maisha. Lakini kuna matibabu bure, vifaa na fedha. Sisi ni mashahidi, tunaviona. Mwakalebela ni shahidi, tunaona katika jumuiya ambayo inatoa huduma ambayo ni huduma halisi, tunaiona kwa vitendo ni JAI. Kwa hiyo tushukuru sana, tunaona kwa vitendo msaada wenu. Lingine ni elimu ya afya ambayo inaendelea kutolewa kwa wananchi wetu. Niungane na Dr. Mwakalebela aliposema kwamba sasa badala ya kutoa hela keshi, hebu tuendelee kutoa elimu ya afya, kutoa bima ya afya kwa wote, na kwa kaya moja ni 1,500,000, kaya ya watu 6 ambao atakuwa ni mtu na mwenza wake, lakini na wategemezi 4. Kwa hiyo baada ya kutoa fedha, hebu tuone namna ya kusaidia bima. Najua katika ile bima ya afya iliyopita ile ya CHF mmekuwa mstari wa mbele pia kukatia wagonjwa zile bima. Kuna takwimu. Kwa miaka kadhaa ya huduma zake tangu kuanzishwa kwake mwaka 2008, JAI imejenga misingi ya ushirikiano na serikali kote nchini. Katibu Mkuu wa JAI Taifa, Sheikh Saadi Ahmed Salim, alieleza kuwa jukumu la kuokoa maisha si la mtu mmoja, ni la jamii nzima, huku akieleza namna gani wamekuwa wakifuata misingi na taratibu za afya kutoka Wizara ya Afya katika huduma zao. Sisi taasisi yetu ni ya kujitolea. Tuna volunteers katika kila jambo. Lakini pia tuna mikataba ya makubaliano na Mpango wa Taifa wa Damu Salama makao makuu, ndio ambao unatupa maelekezo namna gani damu itolewe na namna gani itumike. Kwa hiyo baadhi ya taasisi zina utaratibu wao, na sisi utaratibu wetu kama nilivyoelekeza kwa ufupi ni kwamba taasisi ya JAI inapokaa kwenye mazoezi yake ya uchangiaji wa damu inakumbuka kwamba yuko msimamizi na si mwingine bali ni Mpango wa Taifa wa Damu Salama makao makuu,
yeye ndio anatupa mwongozo kwa maandishi, tena kwa makubaliano. Lakini kwenye eneo la uadilifu, ni kweli kila mwanadamu ana kasoro zake. Inawezekana huyu akaharibu hili na huyu akalitengeneza hili, lakini ninakuthibitishia kwamba JAI inafanya kazi yake kwa uadilifu mkubwa sana, na miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikathibitisha hilo ni ule mfumo wa damu, namna damu inavyochukuliwa, damu inapoenda kuhifadhiwa na mpaka damu inapoingia kwenye matumizi. Naye mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela alihimiza uwajibikaji na uadilifu katika sekta ya afya. Mtu umemhudumia, mpa damu lakini amekufa. Sisi kitu inatupata sana. Unamfanyia mtu operation masaa 3, anakufa. Lakini akifa tunasema Mungu amefanya nini? Amevuna. Lakini ni wajibu wangu siku ya kiyama nitafanya nini? Nitajibu yule mtu, bwana nilihangaika, lakini wewe mwenyewe kwa mapenzi yako ukasema hapana. Kwa hiyo nasema tuendelee kutoa damu. Huyu akifa wewe umetimiza wajibu wako. Kuliko usingempa kabisa, tungekuwa tunasema labda angepona. Damu bwana, sisi tuna vigezo vyote vya kumpa mtu damu. Hatuangalii umri, hatuangalii jinsia, hatuangalii pesa wala cheo. Tunaangalia, kwa mfano mimi natoa mfano wa mimi na huyu bwana tunahitaji damu. Kuna mwingine anahitaji damu kwa haraka zaidi kuliko mwenzake. Sasa bahati mbaya tunachukua moja ambayo damu zetu sisi zinaoana. Tunaangalia yule ambaye yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha kuliko yule ambaye anaweza kusubiri kidogo hata siku moja mbili. Kwa hiyo hiyo kitu cha kusema tunaangalia vyeo, hiyo haipo kabisa, kutolewa wasiwasi. Huwa tunaangalia tutatoa damu kutokana na mahitaji. Lakini kuhusu kununua damu, hata serikali yenyewe, kiongozi wangu kwa mkoa hapa, haturuhusu kununua damu. Kwamba unatoa damu halafu watu wanaenda kukutolea kwa kuwalipa. Tunasema kwamba hiyo inapigwa marufuku, haitakiwi kabisa, kwa sababu damu ya kununua haijawa, kwanza haina baraka. Hili ulionalo hapa ndilo jengo la taasisi ya JAI ambalo wanakusudia litakuwepo katika eneo la Kitanzini, manispaa ya Iringa. Akisoma risala, katibu wa JAI mkoa wa Iringa Hassan Mlanga alieleza kuwa ofisi hiyo itakuwa kitovu cha misaada, malezi ya maadili na huduma kwa wasio na msaada. JAI hapa mkoani Iringa iliasisiwa mwaka 2013 na kuanza kazi zake rasmi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa mara baada ya kuletewa fikra hiyo na ndugu zetu kutoka mkoa wa Dar es Salaam, Tanga na Morogoro, ambako JAI ilikuwa imeshaanza, sisi Iringa tukiwa mkoa wa 4 kupokea kazi hii ya JAI hapa nchini. JAI mkoa wa Iringa tumefanikiwa kumiliki ardhi. Pamoja na nyingine, tunajivunia kuwa na ekari 100 katika kijiji cha Ilole, wilaya ya Kilolo. Ardhi hii tumeinunua kutoka kwa wakazi wa kijiji hicho mwaka 2016, na kwa sababu mimi ni mwanasheria mkuu wa taasisi hii taifa, natambua kwamba hili ndio eneo pekee kubwa zaidi kumilikiwa na JAI hapa nchini, ambapo tumeazimia kujenga hospitali kubwa itakayoambatana na chuo kikuu cha afya na tiba ambacho kitakuwepo hapa ndani ya mkoa wetu wa Iringa, ili tushiriki kwenye juhudi zako Mheshimiwa mgeni rasmi za kutoa huduma kwa makundi ya wahitaji wakiwemo hawa wagonjwa hapa mkoani Iringa. Changamoto. Licha ya mafanikio hayo, ndani ya mkoa wa Iringa tunazo changamoto kadhaa, lakini kubwa ni hii ambayo leo Mheshimiwa mgeni rasmi tumeiwekea harambee yake. Nayo ni ukosefu wa ofisi yetu ya kudumu ndani ya mkoa wa Iringa, ambapo shughuli za taasisi hii ya JAI zitakuwa zinafanyika. Kwa hivi sasa tunatumia chumba cha kukodi kimoja tu, kiko pale katika mtaa wa Msichoke Makorongoni. Ni tamaa yetu kubwa tuwe na ofisi ya kudumu ya taasisi hii ya JAI katika kiwanja namba 188 Kitalu F pale Kitanzini, ndani ya manispaa na mkoa huu wa Iringa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kiwanja hiki kimetolewa na bodi ya wadhamini wa msikiti wa Masjidi Takwa kwetu.
Kwa hiyo jengo letu ni lile, litakuwa lina ile ground floor na floor zingine 5 juu. Kwa hiyo ni jengo la ghorofa 5. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa tuna ofisi za JAI ambamo viongozi wa JAI mkoa, viongozi wa JAI hospitali hizi ambazo ziko hapa, wote watakuwa na ofisi zao ndani ya hilo jengo. Lakini taasisi za Kiislamu ambazo ziko hapa mkoani Iringa zinazotoa huduma mbalimbali za kijamii ambazo hazina ofisi zao, nao pia watakuwa na ofisi zao ndani ya hili jengo. Pia pale patakuwa pana community pharmacy, JAI Community Pharmacy, duka la dawa la jamii litakuwa ndani ya hili jengo, ambapo tunataraji watu watakuja kupata huduma za hizo dawa, si kwa kuuziwa kwa bei ile kubwa, ni bei za huduma, ili pia taasisi iweze kujiendesha. Hapo pia patakuwa pana Baitul Mali, sehemu ya kukusanyia au ofisi za kukusanyia sadaka na zaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tutakuwa tuna mortuary, sehemu ambapo tutakuwa tunahifadhia, tunaoshea na kuvika sanda maiti kabla ya kwenda kuziswalia kwenye misikiti ya jirani na hatimaye kwenda kuzizika. Lakini tutakuwa tuna jiko ambalo litakuwa lina bakery, jiko lenyewe ambapo patakuwa panapikwa uji, chai na chakula kama ambavyo tumekuwa tukitoa mahospitalini. Lakini pia tutakuwa na rest rooms, vyumba vya kupumzikia wageni wetu mashuhuri. Wanakuja wageni wa Kiislamu hapa mkoani Iringa, wanalala katika sehemu ambazo hazistahili wageni wa Islam kwenda kulala. Kwa hiyo inshallah ile ghorofa ya juu kabisa kule ndo watakuwa wanalala wageni wetu mashuhuri. Kama sehemu ya hafla hiyo, viongozi wa dini walitoa nasaha zao zenye hekima. Ukisaidia mtu mmoja kuwa hai, ukatoa pesa zako, ukatoa dawa zako, ukatoa vitu mbalimbali, basi thawabu zake unazipata ni thawabu ambazo kana kwamba umewasaidia watu wote dunia nzima, umesababisha wao hai. JAI wanataka ofisi, hawa JAI wanataka ofisi. Usikute tayari tumeshaanza kuwataja watu kwamba hii ofisi itajengwa na watu fulani na watu fulani na watu fulani. Kwa nini sio wewe ndio uijenge hiyo ofisi? Na kama wasemavyo, penye nia pana njia. Mnada wa bidhaa mbalimbali uligeuka kuwa uwanja wa ushindani wa wema. Saa zilipanda thamani, Islamic wall frames zikawa vivutio, miswala na key holders zikachangia lengo moja la kujenga nyumba ya huduma. Hakukuwa na tajiri wala maskini, kulikuwa na moyo wa kusaidia. 170,000 kwa mara ya kwanza. Saa inaondoka kwa Dkt. Mwakelebela. 170,000 kwa mara ya pili. 170,000 kwa mara ya pili. Top 170,000 kwa mara ya tatu. Kwenda kwa takbir. Pia nasema 140,000. 140,000. 160,000 za Kitanzania. Haya yote lengo ni Iringa iandike ukurasa mpya. Harambee hii si mwisho, ni mwanzo. Ni ushahidi kuwa pale penye mshikamano hapakosi mafanikio, pale penye huruma hapakosi baraka. Jengo litajengwa, lakini zaidi ya hilo, jamii itakuwa imejengwa na kuwa imara, kwa sababu tendo jema halifi, huishi vizazi na vizazi. Unayo nafasi nawe ya kujitolea sadaka yako kufanikisha ujenzi wa jengo hili, na itakuwa ni sadaka yenye malipo endelevu, yenye kukuhifadhia ujira mkubwa mbele ya Allah. Mimi ni Salma Matanza, wabillahi taufiq.